Yesu, ongeza makofi yako kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninaomba tuombe. Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu, nina kila sababu ya kukushukuru na kukuinua. Wewe ni Mungu, wala hakuna Mungu mwingine duniani wala mbinguni. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Na asante kwa ajili ya saa hii ambayo Mungu umetupa. Tuliitie jina lako katika madhabahu hii inayoitwa kwa jina lako. Baba, asante kwa ajili ya sana wakati huu. Baba, asante kwa ajili ya fadhili na neema yako.
Baba, asante kwa ajili ya ukuu na uweza wako. Baba, asante kwa ajili ya afya na uzima. Baba, asante kwa ajili ya kuiona siku ya leo. Baba, tunakushukuru katika adhimisho kuu, Bwana, tukikuadhimisha kwa maana wewe ni Mungu wala hakuna Mungu mwingine. Asante kwa ajili ya fadhili zako nyingi na rehema nyingi unazoziachilia kwa ajili yetu. Mungu, tunasogea kwenye kiti chako cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na neema ya kutusaidia hata wakati huu wa mahitaji. Tunajiweka wakfu kwako, Mungu Mwenyezi, kwa ajili ya siku hii ya leo na wiki hii, Bwana, kwa ile damu yako Yesu Kristo uliomwaga pale msalabani kwa ajili yetu. Tunaomba ututakase nia zetu, tunaomba ututakase Bwana, ili yale yaliyo ya kwako Bwana yakapate nafasi ndani ya mioyo yetu. Ninaenda kinyume kabisa na kila kazi mbovu za shetani mahali hapa na kila mahali popote tunapofikia, Bwana. Kila roho ya uzito tunaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu Kristo kila mahali, Bwana. Kila roho ya mpinga Kristo tunaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, tunaomba kila fikra ikapate kumtii Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba Mungu, nitumie tena katika wakati huu na katika juma hili, Bwana, na katika zamu hii, kwa upako wako na neema yako, Bwana, na kwa nguvu zako na uweza wako, Bwana. Baba, ishara na maajabu na miujiza ikapate kutendeka kwa ajili ya watu wako, Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukaachilie maarifa, ukaachilie ufahamu, ukaachilie hekima itakayowasaidia watu hawa kujua jinsi ya kwenenda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, ninaomba utawale tena katika upako na uweza wako na ujasiri wote, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba uanze pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wako Kristo Yesu. Tumeomba, tunakushukuru. Amen. Wote tumpigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Naomba uketi kwenye kiti chako tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali ambacho Mungu ametupa kwa ajili ya siku ya leo, lakini katika wiki hii nyingine mpya ambayo Mungu ameifunua kwa ajili yetu, na ametupa neema ya kuweza kufika katika siku hii ya leo. Hakuna aliyejitahidi kuweza kufika, lakini ipo neema ya Mungu na rehema zake ambazo ni mpya kila siku asubuhi, zimetuwezesha kuweza kufika katika siku ya leo. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya zamu hii, lakini pia kwa ajili ya baba yangu na mchungaji Dr. Eliona Kimaro, kwa ajili ya kuona tena wakati huu nikae katika zamu hii kwa ajili ya kuleta utume huu wa neno la Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki baba. Lakini pia nitambue uwepo wa watumishi wa Mungu katika madhabahu hii. Mungu awabariki sana. Lakini pia nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya watumishi mbalimbali ambao walipita kwenye madhabahu hii. Mtumishi wa Mungu na mchungaji Laiza ambaye alikuwa amesimama kwenye zamu ya kwake katika juma lililopita. Lakini pia pamoja na watumishi wote ambao waliofuatana pamoja naye katika zamu zilizopita kwa ajili ya utume mwema ambao Mungu aliachilia kwa ajili ya watu wote. Na wiki iliyopita na mimi pia nilipata nafasi ya kufuatilia kwa habari ya fikra kama daraja la hatima. Naamini ya kwamba watu wengi wameendelea kuhudumiwa na kuna kitu umeongeza katika moyo wa kwako. Bwana asifiwe. Fungua nami kile kitabu cha Mithali, ile sura ya 21, ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa Mithali 21 ule mstari wa kwanza. Mithali 21 ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Mithali sura ile ya 21 ule mstari wa kwanza.
Biblia inasema hivi, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji hugeuza popote apendapo. Fungua nami tena neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Ezra. Kitabu kile cha Ezra, ile sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza. Kitabu kile cha Ezra, ile sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi, kitabu cha Ezra: ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi. Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema. Naomba ufungue tena kile kitabu cha Nehemia, ile sura ya pili, ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Kitabu kile cha Nehemia, ile sura ya pili, ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Nehemia 2:1-8: ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 wa mfalme Astashata, na divai imewekwa mbele yake, nikaishika ile divai nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana. Nikamwambia mfalme, mfalme na aishi milele, kwani uso wangu usiwe na huzuni iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Nikamwambia mfalme akiona vema, na ikiwa mimi ni mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, niwende mji wa makaburi ya baba zangu nipate kujenga. Mfalme akaniuliza, Malkia naye ameketi karibu naye, safari yako itakuwa ya siku ngapi, nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka, nami nikampa muda. Tena nikamwambia mfalme, akiona vema nipewe nyaraka kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike Yuda. Nipewe waraka wa Asafu mwenye kuutunza mwito wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba, na kwa ukuta wa mji, na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu. Kile kitabu cha, naomba uangalie na mimi tena kile kitabu kingine cha Isaya 22 mstari wa 22. Isaya 22 mstari wa 22: na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani mwake, yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Malizia kile kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 24 na 25. Kitabu kile cha Waebrania 11 ule mstari wa 24 na 25. Waebrania 11 ule mstari wa 24 na 25. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Bwana asifiwe. Wiki hii Mungu ametupa neema. Nimesoma hiyo mistari, ni mistari muhimu sana ambao utaiona wakati mwingine tunairudia. Kwa hiyo nimeisoma kwa makusudi kabisa kila mmoja apate kuisikia. Na Mungu amenipa neema
ya kusikiliza kutoka barazani pake, na kitu ambacho amenisemesha ni kitu cha majira ambacho nimekizungumza sana, hasa katika mwezi huu April, lakini kuja Mei nimekizungumza sana kwa maeneo kadhaa, na Mungu amenipa ufahamu mwingine na amenipa tena neema nyingine ya kuzungumza kwa engo nyingine kwa namna ya kwake katika wiki hii. Na somo hili ni muhimu sana kwako, na somo letu lina kichwa kinachosema kuteka moyo wa wenye maamuzi ili kuachilia saini yako iliyocheleweshwa. Kuteka moyo wa wenye maamuzi ili kuachilia saini yako iliyocheleweshwa. Nataka tuangalie mambo kadhaa katika kichwa hichi na maeneo kadhaa ambayo tutakayotembea nayo, maeneo muhimu ambayo tunapaswa kuelewa. Tunataka tuangalie kwanza nini hasa tafasiri ya maamuzi na tafasiri ya sahihi. Saini ni muhimu sana ili tunaposogea mbele upate kuelewa kile ambacho Mungu anachotaka kuzungumza na wewe katika wiki hii. Tunapozungumza kwa habari ya maamuzi, tunazungumza si tu kwa ajili ya uchaguzi. Tafasiri ya maamuzi kama jinsi ambavyo nimeandika pale, maamuzi sio tu uchaguzi wa kiakili, ni swala la kiroho linaloamua mwelekeo wa hatima ya mtu, mwelekeo wa hatima ya mtu, mahusiano yake na Mungu na matokeo ya kizazi chake kupitia neno la Mungu. Maamuzi ni kielelezo cha utii, uaminifu na unyenyekevu mbele za Mungu. Kwa hiyo jambo muhimu la kuzingatia hapo, nataka uweze kuelewa, maamuzi ni lango kubwa la kiroho linaloweza kuwafanya watu wabakie mahali fulani au watoke mahali fulani. Ni muhimu sana kuelewa maamuzi ni lango kubwa sana la kiroho ambalo linaweza likaamua, linaweza likaruhusu watu kutoka au likazuia watu wasitoke. Ni muhimu sana kuelewa hicho kitu kidake, usije ukasahau. Ukisoma vizuri kwenye kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 mstari wa 20, utaona ya kwamba Mungu alipokuwa anashughulika na wana wa Israeli, mmoja ya kitu ambacho alichokuwa anashughulika nacho ni juu ya kulazimisha maamuzi, ni juu ya kulazimisha maamuzi ya Farao yatakayowasaidia wana wa Israeli wasibakie katika nchi ile ya utumwa. Kwa unaweza ukaelewa sasa ninapokuwa ninazungumza kwa habari ya maamuzi kama lango kubwa la kiroho, lango kubwa la kiroho linaloweza kuwafanya watu wabakie mahali fulani au watu watoke mahali fulani. Sasa nataka uweze kuelewa kitu cha namna hiyo. Lakini kitu kingine ambacho nataka ukielewe ni kwamba maamuzi kwa tafsiri nyingine ni kipimo cha imani na ukomavu wa kiroho. Ni kipimo cha imani na ukomavu wa kiroho. Kile kitabu cha Waebrania tumekisoma pale, ule mstari wa ile sura ya 11, ule mstari wa 24 hadi 25, utaona kitu kinachozungumzwa pale kwa imani. Ukisoma vizuri ile Waebrania 11 ule mstari wa 24 na 25, anasema kwa imani hata Musa alipokuwa mtu mzima, alikataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Akaona ni vema kuungana na nduguze kwenye mateso kuliko kukaa kwenye dhambi ya muda au kitambo kidogo. Hapa inakujulisha kitu gani? Ya kwamba tafasiri ya maamuzi ni kipimo cha imani na ukomavu wa kiroho. Ni kipimo cha imani na ukomavu wa kiroho. Kwa ninapozungumza swala la maamuzi, sio swala lako binafsi tu.
naomba unielewe, sio swala lako binafsi tu. Unapaswa kuelewa jambo muhimu. Tunapozungumza swala la maamuzi, sio swala lako binafsi tu. 100% ya maamuzi ya watu wengine yana uzito mkubwa sana kiroho katika maisha yako. Maamuzi ya watu wengine yana impact kubwa kwenye maisha yako. Hilo ni eneo muhimu sana ambalo unapaswa kuelewa ya kwamba ni lazima kwa maana hiyo kuangalia sana namna ambavyo maandiko yanavyotuelekeza na namna ambavyo Mungu anavyojifunua kwetu kutusaidia ili tuweze kuelewa sasa kwa hili somo na kwa upana wa kwake. Tunapoangalia kwa habari ya maamuzi, tusiangalie tu kwamba maamuzi ni swala la kwangu binafsi. Angalia pia ya kwamba yapo maamuzi ya watu wengine yanayoweza kuathiri maisha yako. Dunia inatumika sana kwenye hili eneo. Hauwezi kuuza wala kununua isipokuwa maamuzi yamekuwepo kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ni eneo linalohusu wafanya biashara, ni eneo linalohusu viongozi, ni eneo linalohusu watumishi wa Mungu, ni eneo linalohusu wazazi, ni eneo linalohusu wanandoa, ni eneo linalohusu kwenye maeneo mbalimbali ambayo yapo katikati ya maisha ya kwetu ya kila siku. Na kwa maana hiyo unaweza ukaelewa sasa maamuzi wanayofanya watu wengine yanaweza yakawa ni sehemu ya kufungua milango ya baraka, au yanaweza yakawa ni sehemu ya kutengeneza shida ya kiroho kwenye maisha yako. Jambo muhimu sana hilo unapaswa kuelewa. Yanaweza yakawa ni sehemu ya kufungua mlango wa baraka kwenye maisha yako, lakini vile vile yanaweza yakawa ni sababu ya kutengeneza kitu kingine, shida nyingine katika maisha yako ambayo inaweza kukuathiri moja kwa moja. Sasa nimekuambia kwamba tunapozungumza juu ya maamuzi, tunazungumza pamoja na kitu ambacho nimekiandika pale kwenye ile title ya kwetu au somo au kichwa cha somo letu, ya kwamba kuachiliwa kwa saini yako iliyocheleweshwa. Kwa hiyo maamuzi yanaendana na kitu kingine ambacho kinachoitwa sign. Hebu mwambie mwenzako sign. Hebu sema tena sign. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa roho andika, katika ulimwengu wa roho andika, sign pia ni lango. Sign pia ni lango. Ni kitu ambacho nitafasiri na naanza kutafsiri kwa haraka. Ni kitu ambacho kinachoweza kuwa chako kisheria, lakini bila saini ya mwenye mamlaka, bila saini ya mwenye mamlaka, bila saini ya mwenye mamlaka hauwezi kumiliki. Kwa hiyo saini inamsaidia mtu kumiliki, lakini saini ni sehemu ya matokeo ya yule anayefanya maamuzi ili huyu mtu aweze kumiliki. Jambo muhimu sana nataka uelewe hapo. Kwa hiyo saini inawakilisha mamlaka. Saini inawakilisha mamlaka au inawakilisha sauti ya wenye mamlaka. Jambo la pili, saini inawakilisha kukubaliwa. Saini inawakilisha kukubaliwa. Jambo la tatu, saini inageuza wazo kuwa uhalisia. Inageuza wazo kuwa uhalisia. Nataka tuangalie malengo ya hili somo. Somo letu lina malengo manne. Baada ya kuwa na utangulizi huo, bado tunaendelea. Somo letu lina malengo manne. Na lengo la kwanza katika somo letu, lengo la kwanza
ni kuingia kwenye maombi ya kupokea funguo za mioyo ya wenye maamuzi ili usikwame. Lengo ni kuingia kwenye maombi ya kupokea funguo za mioyo ya wenye maamuzi ili usikwame. Jambo moja ambalo nimeliandika pale ni hili: ili kuachilia kile kilichocheleweshwa, ili kuachilia kile kilichocheleweshwa, unapaswa kutambua moja ya kosa ambalo linalofanyika sana na watu wengi wanapokwama kwenye maisha ya kwao, wanapokwama kwenye kazi, wanapokwama kwenye biashara, wanapokwama kwenye uongozi, ni kupambana na meza za wenye maamuzi badala ya kushughulikia mioyo ya waliokaa kwenye hizo meza. Moja ya mistake kubwa sana watu wengi wanapambana nayo, watu wengi wanashindana nayo kwenye maeneo mengi, ni lazima ujue ya kwamba kuna mahali ambapo maamuzi yanapoanzia. Usipojua kitu cha namna hiyo, si rahisi sana kuelewa ya kwamba kwa nini umekwama hapa, kwa nini umekwama hapa. Maana yangu nachotaka uweze kuelewa, hii ni sheria ya kiroho ambayo inayozungumza ya kwamba huwezi kuiongoza kalamu ya mtu hadi umemiliki moyo wake kwanza. Huwezi kuongoza kalamu ya mwenye maamuzi mpaka umemiliki moyo wake kwanza. Ndio maana nimekusomea kile kitu ambacho kimeandikwa kwenye ile Mithali 21 ule mstari wa kwanza. Utaona kitu ambacho kinazungumzwa pale: moyo wa mfalme uko katika mikono ya Bwana, ni kama mfereji hupeleka popote atakapo. Kwa lugha nyingine, asichokimiliki Mungu, shetani anakimiliki. Kwa lugha nyingine, tunapoenda mbele za Mungu kutaka Mungu atupe funguo za kutaka kumiliki, si kwamba kulazimisha kitu tunachokitaka kwanza, ni kutaka kuruhusu yale mapenzi ya Mungu kwanza juu ya wale wenye maamuzi ambao wanaohusiana na maisha ya kwetu. Ni muhimu sana. Watu wengi wanatafuta wateja, lakini wengi hawatafuti mioyo ya wateja. Watu wengi wanatafuta sifa njema sana, lakini si mtu ambaye anayefikiria kwa habari ya moyo. Moyo ni kitu muhimu sana, kina password za kwake ambazo Mungu peke yake ndiye anazoziachilia. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Isaya 22 ule mstari wa 22 utaona kitu ambacho Mungu anachozungumza pale. Anazungumza ya kwamba ametupa ufunguo wa Daudi ambao tukifunga hakuna yoyote anayefungua, na tukifungua hakuna yoyote anayefunga. Hiki kitu watu wengi hawakielewi sana. Wanapokuwa wanapambana na mifumo kwenye ofisi, wanapokuwa wanapambana na mifumo kwenye eneo, wengi wanakuwa wanawahiwa na watu wa duniani. Na ndio maana Biblia inazungumza juu ya kwamba wana wa ulimwengu huu wana hekima sana kuliko wana wa nuru. Na kwa maana hiyo inanipa kutafakari ya kwamba si watu ambao mara nyingi wanakosea kanuni, wanajua ya kwamba tunatakiwa kufanya nini sahihi ili tusibakie hapa, ili tuweze kupenya kwenye hii nafasi. Ni kweli umesoma, umeongeza elimu, bado haitoshi. Kuna kitu kingine cha ziada katika ulimwengu wa roho ambacho kinatakiwa ukichukue hatua itakayokusaidia ili upande ngazi nyingine, kitakachokusaidia ili uweze kuonekana. Wakati mwingine si kwamba watu wanaokataliwa ni kwamba wengi hawafanyi kwa bidii, wengi kwamba hawajitumi, wengi kwamba hawana sifa njema.
Katika ulimwengu wa roho kuna kanuni ambazo bado hawajazipata. Kuna funguo ambazo bado hawajazipata, zinazowasaidia kufungua mioyo ya wenye maamuzi, ili maamuzi yanapotoka yawasaidie kuendelea mbele na wasibaki nyuma. Kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo hapa? Hebu mpigie Yesu makofi kama umenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lengo la pili ni hili. Lengo la pili ni hili: kutengeneza anga la kibali. Kutengeneza anga la kibali. Kutengeneza anga la kibali. Kutengeneza anga la kibali. Linalo mzunguka mshiriki, ambalo litatenda kugeuza mioyo ya viongozi au wenye mamlaka, ili wasikie msukumo uliozuilika wa kusaini na kuidhinisha mambo yake. Nataka uone kitu cha namna hile. Ni kutengeneza anga la kibali. Ni kutengeneza anga la kibali. Tunajifunza mfano wa ile Nehemia tuliyoisoma sura ya 2, ule mstari wa 1 mpaka ule wa 8. Utaona kitu ambacho kinachozungumzwa. Nehemia anakumbuka kwa habari ya nyumbani. Anakumbuka juu ya ukuta ambao umebomoka, nyumbani kumeharibiwa, na anaangalia kunawezekanaje Nehemia kama mnyweshaji kwenye nyumba ya mfalme, na anaangalia kwamba inawezekanaje nyumbani kukabakia kwa hali hile, na mimi niko hapa ninaendelea kufurahia. Sasa ukiangalia vizuri utaona sura ya 1 Nehemia alianza kwenye maombi ya toba. Tutaenda huko mbele tutaelewa kitu ambacho nachozungumza. Utaona sura ya 2 akienda mbele ya mfalme. Mfalme kabla hajamweleza mfalme kitu chochote, mfalme anaanza kujua ya kwamba iko shida. Na Biblia inatuambia kwamba Nehemia si kwamba alikuwa amekunjamana katika uso wake. Alikuwa tayari kuna kitu ameshakifanya katika ulimwengu wa roho ambacho kilifungua anga la kibali kwenye ile nchi. Kilifungua anga la kibali mbele ya mfalme. Kwa hiyo alipofika mbele ya mfalme, tayari moyo wa mfalme ulicommunicate na kile kitu ambacho anga lilichokuwa kinatamka juu ya kile ambacho alichokuwa anakiombea. Na ndio maana unaanza kuona sasa akiwa anamwambia nini haja ya moyo wako. Maana yake ni nini? Wale wenye maamuzi, ili wajue, ili watafute na ili wafanye haja ya moyo wa kwako, ni lazima ujifunze namna ya kutengeneza anga la kibali ambalo ndani yake linaweza likakusaidia mambo yasiwe magumu na yakawa marahisi kwa ajili ya kuvuka. Ndio maana unaona ilikuwa ni rahisi sana kwa mfalme kutoa saini ya Nehemia sasa kuvuka kwenye ile mipaka, kuvuka kwenye yale maeneo, na mpaka kurudi Yerusalemu kwa ajili ya kujenga tena Yerusalemu iliyobomoka. Na wiki hii Mungu amenituma katika madhabahu hii nitangaze kwa ajili ya mtu mmoja, lipo anga la kibali litakalofunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Tungempigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu weka mkono wako juu namna hii. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wiki hii fungua anga la kibali kwenye maisha yangu. Wiki hii fungua anga la kibali kwenye maisha yangu. Ile haja ya moyo wangu ikajibiwe. Ile haja ya moyo wangu ikajibiwe. Nikutane na watu wenye majibu ya haja ya moyo wangu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ungempigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lengo la 3 ambalo naomba nimalizie hapo. Lengo la 3. Lengo la 3. Lengo la 3. Lakini tutaendelea jioni na kesho tutaendelea kuanza kujenzi wa hili somo. Lengo la 3 ni kujenga uwezo wa kiwango cha juu wa utambuzi. Ni kujenga uwezo wa kiwango cha juu wa utambuzi, spiritual sensitivity, utakao kusaidia
kusoma na kutafsiri ishara za ucheleweshwaji na kumwongoza jinsi ya kuchukua udhibiti na uwajibikaji wa kiroho ili kubadilisha matokeo. Watu wengi hawajawahi kuelewa, na hili pia tutajifunza huko mbele. Na Mungu amenipa neema ya kuona vitu vingi na kujifunza katika muktadha wa kibibilia, namna ambavyo Mungu anavyoweza kuachilia ishara, lakini pia upande wa pili unavyoweza kuachilia ishara. Si watu wote ambao wana uwezo wa kutambua ishara na kuzijifunza na kuelewa ya kwamba hii nayo ni ishara itakayonizuia nisipate matokeo mahali fulani. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo maamuzi yanaweza kuwa yananifeva zaidi sana, yanaweza kuwa yananizuia mahali fulani. Lakini jambo moja ambalo ninalolijua ni kwamba Shetani ana ishara za kwake, na ukiweza kuzijua ni rahisi sana kuomba na kujua ya kwamba uombe nini, na itakusaidia sana kupenya ikiwa ya kwamba unajua uombe nini. Kitabu cha Yakobo kinasema ya kwamba mwaomba hampati ni kwa sababu mwaomba vibaya, na ukijua kuomba vema au vizuri ni rahisi sana kuweza kupenya, ni rahisi sana kuwa na maombi yenye matokeo. Na kuna watu wataanza kuona ya kwamba kuna vitu, hiki kilikuwa ishara, hichi kilikuwa ishara, hapa Shetani alikuwa anaashiria kitu fulani. Sasa wengi wanaelewa ya kwamba tunapozungumza juu ya ishara ni lugha ya ulimwengu wa roho inayoonyesha juu ya jambo ambalo linaloweza kutokea mbeleni. Inawezekana likawa ni jambo zuri limetokea, lakini haina maana ya kwamba ndio majibu ya hilo jambo. Linabakia kama ishara, lakini lina tafasiri ya kwamba kuna kitu kingine ambacho Mungu anachoweza kukileta. Tutakuja kuangalia huko mbele, lakini ni maombi yangu katika wiki hii Mungu akakupe upenyo katika jina la Yesu Kristo. Wote tumpigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Kwa ninaomba ukae mkao wa kuomba. Tutaomba sana wiki hii na tutaomba mno, na kuna watu wataona upenyo kwenye maeneo ya kiuchumi, upenyo kwenye maeneo ya kimahusiano, upenyo kwenye maeneo ya kiuongozi, kikazi, kila maeneo watu wataona upenyo. Na hichi ndicho ambacho Mungu amenihakikishia, kwa sababu nimeanza kuona matokeo kwa baadhi ya maeneo ambayo Mungu aliyokuwa amenipa kusema na watu wakaweza kuvuka. Ninaomba usimame kwa miguu yako. Weka mkono wako kifuani, upande ambao moyo wako ulipo, weka tu hapo. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema hii ya siku ya leo. Asante kwa maarifa haya ambao umeachilia ndani yangu. Ninasogea mbele zako, Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu. Nina kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya neema hii ya kusikia ufunuo huu. Ninajua wiki hii kuna jambo umelikusudia kwa ajili yangu. Kuna jambo umelikusudia kwa habari ya ile projekti. Kuna jambo umekusudia kwa habari ya ndoa yangu. Kuna jambo umekusudia kwa habari ya uzao wangu. Kuna jambo umekusudia kwa habari ya taaluma yangu, kwa habari ya uchumi wangu, kwa habari ya kazi yangu. Leo hii Bwana, ninasogea mbele zako. Ninaomba Mungu Mwenyezi, ukanisaidie unachokifungulia kwenye neno lako. Ninaomba Bwana, usinipite. Ninajiweka wakfu Bwana kwa ajili ya ufunuo huu, ili Bwana nikaweze kuteka katika jina la Yesu moyo wa wenye maamuzi, ili kuachilia saini zangu zilizocheleweshwa katika ulimwengu wa roho,
kila sauti ya mamlaka iliyocheleweshwa ikapate kuachiliwa. Kila kitu chochote ambacho Bwana kilichocheleweshwa kikapate kuachiliwa. Mungu liye hai, kibali, anga la kibali likanifuate, anga la kibali likanifuate. Mungu liye hai, dhihirika katika sahihi yako. Kila wazo Mungu likawe katika uhalisia. Niondolee uzito ndani ya moyo wangu wa kuomba. Ondoa kamba kwenye miguu yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninapokea zile baraka zako, ule uweza wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninapokea ule ufunguo wa Daudi sawasawa na Isaya 22 mstari wa 22 katika jina la Yesu. Jambo lolote nitakalo lifunga limefungwa mbinguni. Jambo lolote nitakalo lifungua limefunguliwa mbinguni katika jina la Yesu. Ninapokea funguo kwenye moyo wangu, ninapokea funguo mikononi mwangu katika jina la Yesu. Ninapokea funguo mabegani mwangu katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ongeza makofi, ongeza makofi kwa Yesu. Mungu akubariki sana mwalimu, na tumpigie Bwana makofi mengi na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya uaminifu wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe. Tunakuhimidi kwa sababu umesema na mioyo yetu asubuhi ya leo. Na asante kwa ajili ya kanisa lako, watoto wako waliokusanyika hapa. Uhimidiwe kwa ajili ya mamia na maelfu ya wengi wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninaombea juma hili, ninaomba baraka wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu ikapate kutuonekania. Ninawaombea wagonjwa walioko hospitalini na majumbani, uwarudishie afya na uponye majeraha yao yote. Ninawaombea wale ambao wana kesi mahakamani katika zamu ya wiki hii, Mungu ukawapiganie, ukawatetee na ukawashindie. Nawaombea wafungwa walioko mahabusu na magereza, Baba ukaonekane katika maisha ya watoto wako. Haki yako ikapambazuke upesi, na jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake likawazukie watoto wako, na ukawafungue katika hivyo vifungo. Baba yangu mpenzi, asubuhi ya leo ninawaombea wanaosafiri katika zamu ya juma hili, mahali popote pale watakapokwenda, uso wako uende pamoja nao. Tunasimama kinyume na maroho ya ajali na balaa na mkosi na kisirani. Tunavunja maagano ya mauti na roho za laana. Bwana Mungu wa majeshi, wabariki watu wako katika safari zao. Wewe ulitangulia kuvuka mbele za Musa na Joshua, na utangulie kuvuka mbele za watoto wako. Haupo mfupa utakaovunjika, wala hapana unywele utakaodondoka chini, lakini utawalinda watoto wako mwilini, na tena utawalinda rohoni. Na waombea wafanyabiashara, wafanyakazi, wakulima na wanataaluma, Mungu ukawaonekanie katika maisha yao. Na waombea wafanyabiashara wenye madeni na wanahitaji kurejesha mikopo, Baba, katika zamu ya juma hili ninakusihi ukapate kuwafungulia milango ya baraka na ya neema. Naziombea kazi za watoto wako katika juma hili, kazi za ujenzi na chochote ambacho watoto wako wanafanya kikapate kufanikiwa. Bariki watoto wako sasa, na dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Tubariki Bwana kuingia na kutoka kwetu sasa na hata milele. Amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana
na Roho Mtakatifu. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Ninaomba ukae katika kiti chako cha muujiza, ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Ninamshukuru Mungu sana ambaye ametupa neema ya kuwa katika ibada hii asubuhi ya leo, na Mungu ambaye amesema na sisi katika ibada hii. Niombe radhi wale ndugu zetu wa masafa ya mbali wanaoabudu nasi masafa ya mbali mahali duniani kote. Tulipata dharura kidogo ya shida ya mitambo na tulishindwa kuruka mapema, lakini ibada hii tumeirekodi na baadaye, muda mfupi baadaye, tutairudisha hewani. Kwa hiyo ninaomba wanaweza kupata nafasi ya kurudia baadaye, na wawe na amani. Na nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana wale ambao wameweza kujiandaa na kushiriki nasi kwenye faragha ya wanaume kule Karatu. Tunamshukuru Mungu, wanaume wamejitokeza kwa wingi kiasi fulani, mpaka sasa ni zaidi ya wanaume 200. Tunamshukuru Mungu sana, na Mungu awabariki na Mungu awatunze, na tunaendelea kuombea. Kimsingi tumefikia mwisho wa kupokea watu wapya kwa sababu ya arrangement za malazi na utunzaji kule Karatu. Lakini pia naomba kutangaza juu ya wazaliwa wa mwezi wa 5. Tafadhali naomba wale wazaliwa wa mwezi wa 5 waweze kuhakikisha wanashiriki pamoja nasi katika grupu hii inayoungana na mataifa zaidi ya 180 duniani kote. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada hii asubuhi. Sasa tunapojiandaa kwa ajili ya kumtolea Bwana dhabihu na sadaka, praise team wanapojipanga hapa, ninawatakia baraka za Bwana na uso wa Mungu uende pamoja nanyi. Kwa sababu ya dharura tuliyopata ya kimitambo, naomba watu wote, timu ya Tehama wote mlioko, tafadhali ni wakute ofisini kwangu ili tuweze kuona utunzaji wa jambo hilo la mitambo. Tafadhali watu wote, asiondoke hata mmoja, ni wakute ofisini kwangu tafadhali. Asante. Kwa hiyo ninawatakia baraka za Bwana na uso wa Mungu uende pamoja nanyi, na ninajua kwa hakika Mungu atalibariki juma hili kwa ajili yako. Mimi ninakutakia siku njema ya baraka, ninakutakia juma lililojaa ushindi na kila ulifanyalo likafanikiwe. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Ninawakaribisha praise team na ninawakaribisha watu wote kwa ajili ya kumtolea Bwana Mungu wetu dhabihu na sadaka. Nami ninawatakia siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
Yesu.